Baba, kwanza pole sana safari. Baba, mimi nasema kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama. Kwa sababu usafiri wa siku hizi mwanangu, sio zamani ile ngogo. Mimi nashukuru mwanangu. Mradi nimefika salama na nimekukuta mwanangu. Ni jambo la kushukuru. Asante sana. Mke wangu Zo. Huyu ndo baba yangu mzazi. Umeelewa Nadhani ulikuwa unaishia kumuona katika picha tu na kuhadithia story zake, lakini leo umepata bahati ya kumuona live. Huyu ndo baba yangu na baba. Ndio. Huyu ndo mke wangu. So mchumba, mke kabisa wa ndoa. Kwa hiyo baba huyu mkeo kabisa. Mama, karibu sana. Asante. Nimefurahi kukuona mwanangu. Karibu sana. Asante sana. Mimi ndo babake. Sikia Mr. Pachana ndio. Sawa. Nafurahi sana kukuona mwanangu. Hamna shida. Hii sura unaiona hapa au sura yangu unavyoiona hivi, basi mzee katika kijana complete kabisa. Kwa uone kama tunafanana. Naona mnafanana sana. Baby, yes. Samahani, naomba nisiwaharibie maongezi, ila nilikuwa naona baba kama amechoka na safari. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikamwandalie maji kidogo, apate maji alafu baadaye tule. Basi sawa, Somba, ni jambo la kheri mke wangu. Yes, nakuja mimi. Okay, usijali. Baba. Baba pale umejua kuchagua. Bwana wewe. Pale. Yaani baba. Umepita mle. Lakini siku zote Waswahili wanasema bata hazai kuku. Yaani baba wewe umefuata nyendo zangu. Si umeona mimi nilipomchagua mamako? Kweli kabisa. Kabisa na mama. Na watu wanasema oa unayefanana naye. Sahihi kabisa. Sio unakurupuka tu kama unaenda kuokota muhogo jalalani, kurupukurupu kile baba chuma. Nimejua kuchagua. Mwana mtoto huyu, mtoto wa kisasa, ni mtoto wa kileo ambaye anaendana na wakati. Sio mtoto kama bekuku la kizungu limezuazua tu. Sikutaka kuwa wanawake wa vijijini baba. Sana. Kwa sababu wanawake wa mjini baba wana mambo mengi. Umeelewa? Sio mambo mengi ambao akili zao mbovu. Yaani wana mambo mengi ambao ukisema uende na usawa, baba maisha unatakuwa unayapatia. Usio unasunda kuishi baba, tunaishi vizuri. Wewe kwa sababu gani? Mimi ndio mwanamke wa kijini ningekuwa nimevaa hivi baba. Haya yote unaona hili ni mwanamke. Mimi nataka kuvaa nguo, nataka kuvaa nguo. Naomba sana. Mimi baba nimekuja hapa kuvaa suruali sijui baba. Suruali nimeivalia huko kama wanavaa zamani. Lakini mtoto huyu akanifanya mpaka mimi navaa hivi. Baba. Hapo bwana. Hivi Njire, mume wangu, kwa nini unafanya vitu bila kunishirikisha? Yaani umemuita babako hapa bila hata kuniambia mimi, kweli? Mke wangu, kumbuka yule ni mzazi, sawa? Na hapa ni nyumbani kwake pia. Anaweza kuja muda wote na saa yote. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Uone kama kuna shida hapa. Unamwita mzazi wako aje akae hapa. Tuishije? Mke wangu, nisikize nikwambie kitu kimoja. Mimi sina uwezo wa kumzuia mzazi wangu anapotaka kuja nyumbani kwangu. Na sio mimi, hata wewe pia. Kwa kama amekuja tumpokee kama jinsi alivyokuja. Shida iko wapi? Shida ipo. Alafu mimi ni mtoto wa kike, kuna sometimes nataka nijiachie. Nitajiachiaje? Jiachie chumbani huko mke wangu. Sio lazima ujiachie paka ukiwa nje. Atakaa akichoka ataondoka. Mimi haya mambo yananishinda. Yaani yananishinda. Ninachokitaka, fanya unavyojua wewe kufanya. Nataka mzazi wako aondoke. Hivi mke wangu Zuu, nisikize. Nisikize kwanza. Full stop. Mke wangu matezo gani? Nisikize vizuri mke wangu. Sawa, hii swala mzee, naomba tulipe muda, tutakaa chini mimi na wewe tutalizungumza vizuri. Bila kwa usiku mke wangu, naomba tuliache, na baba ameshafika, naomba tuliache kama jinsi tulivyo. Mke wangu, njoo basi tukiamshe kidogo.
Naomba tukiamshe kidogo. Wewe sitaki. Sawa eh? Kama hayo mambo ya kuamsha ungekuwa mtu wa maana sana, babako asingekuja humu ndani. Na ni hivi, mwambie yule babako akutafutie mtu uamshe naye, sio mimi. Koma. Alikuja nyumbani akiwa mkwe wa amani, lakini macho yake yakaanza kutangatanga, moyo katelezwa katika njia haramu. Kila salamu fupi ikaanza kuwa ndefu. Binti wa mwana wake ndio Rafiki yangu Likele, katika marafiki zangu wote, wewe ni rafiki pekee mwenye busara, hekima na mwenye upendo wa kweli. Nimetoka huko nilikotoka mpaka nimekuja hapa kwako. Jua nipo katika wakati mgumu na sijamwona mtu wa kunishauri jambo hili zaidi yako. Kuna vitu viwili vinavutana katika maisha yangu na vyote vina umuhimu kwa upande wangu. Kwa kifupi ni kwamba mimi pale nyumbani na ugeni wenyewe ni babangu mzazi amekuja. Tangu amefika babangu mzazi, mimi na mke wangu hatuna maelewano kabisa juu ya hili swala. Short and clear, mke wangu hataki kumwona babangu anaishi pale kwangu. Sababu kubwa, anadai kwamba haiko free. Kwa hiyo mimi nachotaka mwambie babako aondoke. Hivi inawezaje mimi mtoto kumfukuza babangu mzazi? Hivi vaa viatu vyangu ungekuwa ungeweza kufanya hili swala? Unajua Njile, hilo tatizo ni kubwa sana, lakini pia linakupaswa uwe mtulivu. Utulivu unahitajika mkubwa sana. Kwa hiyo ulitaka mimi nifanyaje Njile? Sasa mimi nashindwa kuelewa kwamba nibaki upande wa babangu au nibaki upande wa mke wangu, au nini ninataka nikifanya hapa? Busara gani ambayo naweza nikaitumia hapa ili mradi swala likatulia? Na yule mzazi kwa kweli, nikwambie tu kweli, tangu amekuja mpaka leo hii hana dalili ya kuondoka leo wala kesho.
Na mimi sijawahi kumuuliza baba unataka kuondoka lini. Sina uwezo kumuuliza kitu kama hicho. Nakuelewa. Lakini Njile, mimi kama nilivyokuambia, utulivu unahitajika. Lakini pia mshirikishe Mungu katika maamuzi yako. Mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa. Lakini kusema mimi nikushauri, mimi siwezi kukushauri chochote hapo. Uamuzi unao wewe mwenyewe. Nakuelewa sana unavyozungumza swala utulivu. Lakini macho yanapataje utulivu aliyakuwa macho yameingizwa pilipili? Unataka macho yangu atulie hivi? Aliyakuwa ndani yake kuna pilipili na washa. Lazima nitafanya hivi. Na lazima nitafanya hivi. Imefika hatua naichukia nyumba yangu. Nimebaki njia panda. Sielewi ni upande wa baba au ni upande wa mke wangu. Niitwe Bushoke, niitwe mwanaume zoba, niitwe mwanaume nisiokuwa na akili. Muombe Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi sina maamuzi ya kuweza kukupa. Alikuja nyumbani akiwa mkwe wa amani, lakini macho yake Njile, wazo langu liko pale pale. Simuhitaji baba yako humu ndani. Lakini mke wangu, mbona hili swala tunalizungumza kila siku, tunazungumza kila muda? Wakati mimi nishakwambia unipe nafasi juu ya hili swala. Mimi nitakaa chini nitaangalia jinsi gani ya kulitatua kwa kutumia busara na hekima, lakini sio kuliendea kwa pupa kama unavyotaka wewe. Uteleka sawa vipi? Wakati wewe mwenyewe ulishaniambia kwamba hauna maelewano mazuri na babako na hajawahi kukulea. Iweje leo unamng'ang'ania huyu babako? Lakini mke wangu, kwa unataka mimi nilipe ubaya kwa ubaya? Hayo mambo yalishapita ya zamani, lakini siwezi kumlipizia baba yangu hata siku moja juu ya hili swala. Kumbuka wewe ni mzazi na mimi ni mtoto. Mimi mtoto, pepo yangu ipo katika mikono yake yeye. Sitakiwi kumkosea yeye zaidi ya kumwachia Mungu hili swala. Kwa hiyo mke wangu, nakuomba sana tena sana sana sana, niko chini ya miguu yako. Naomba tuliache haya mambo. Kwa hiyo huwezi kumhukumu babako. Hivi unajua mimi wewe sikuelewi eh? Yaani simuelewi babako, sikuelewi na wewe pia. Sasa nisikize ngombe mke wangu kitu kimoja, sawa? Kwa sababu nimezungumza sana, nimeongea sana, nimebembeleza sana, lakini naona mwenzangu unielewi. Sasa mimi nitaondoka humu ndani nikuache wewe na baba humu ndani mkae. Labda nahisi nafsi yako unaweza kafurahi wewe. Sababu nimetumia kila njia kukubembeleza, nimetumia kila njia kukushawishi, lakini mwenzangu huelewi. Sasa kabla hujaondoka wewe, nitaanza mimi. Wewe Zuku, wewe hivi uko serious? Hivi uko serious kweli? Zuku, mke wangu, mimi nakupenda na bado nakuhitaji katika maisha yangu. Hivi Zuku, ukumbuki mimi nawe tumetoka wapi? Ukumbuki ulinikuta katika maisha gani? Nilikuwa nalala chini mimi kwenye mkeka. Nilikuwa nakula mlo mmoja kwa siku, ama siku nyingine nakosa kabisa hata chakula. Lakini Zuku, umeingia kwenye maisha yangu. Umeingia na baraka zote. Umeingia na khairi zote. Leo mimi nimekuwa hivi, au tumekuwa katika maisha kama haya. Nakula ninachotaka. Tunalala tunavyotaka. Tunaenda popote tunapotaka sisi, tunavaa nguo yote tunayotaka sisi. Leo mimi nimekuwa na maisha mazuri. Nasema yote yanatokana na wewe. Nitatafuta njia ya kuzungumza na mzee.
Unataka kufanya nini? Unastuka nini mama? Hili jambo la kawaida. Mimi hapa nilikuwa nataka kutimiza mila. Toka mizimu na mizimu, sisi tuna mila. Sisi ni Waafrika, tuna mila na desturi zetu. Sasa wewe kinachokustua nini? Na ukiangalia hapa tuko wawili tu. Kuna nani mwingine mama? Mila. Mila gani baba unachotaka kukifanya? Mimi nachotaka kukifanya hapa ni kukamilisha mila. Kwani mama wewe ni kabila gani? Baba, masuala ya kuulizana kabila na hichi ulichokifanya hapa sasa hivi hata vihusiani. Unajua baba, umeniconfuse. Nimechanganyikiwa yani. Unataka kunibaka? Sio kukubaka. Hii ni mila na desturi kutoka nyumbani kwetu. Mimi kama mzazi lazima nifanye ukaguzi kwenye mali za mwanangu. Kwani wewe? Ukaguzi gani baba? Unajua kabisa kwamba mimi ni mke wa mwanao. Baba, unataka kufanya kitendo kama hiki? Unataka kufanya kitendo kama hiki baba? Kweli? Sasa mbona unataka kupiga kelele tena? Za nini? Hili jambo tunalimaliza tu mimi na wewe. Kimya kimya. Kwani unataka kunifanya kitendo kama hiki? Mbona nikosea heshima babangu? Sio kukosea heshima. Alafu nikwambie kitu. Usipende kuniita mimi baba. Nite daddy. Baba, alikuwa anataka kunifanyia hivi mimi mkweo. Usipige kelele. Niache.